Na hiyo wokovu wakati nilikutana naye, nikakutana na wokovu nimebeba kamba naenda kujitia kitanzi. Maana baba yangu ana pesa na amekataa kunisomesha. Nikashtukia wanahubiri pale kwenye miwa, wakihubiri wale ambao wamejibeba mazito na mizigo. Nasikia sauti nisema mali huko kama unatamani kujitia kitanzi. Ule msikia unapenda. Na hapo mali niliwekwa kwa sitovu. Hata mandugu zangu walipelekwa Amerikani wasome. Na watoto wetu ambao watu wanamthamini, siku ya leo wamelala chini ya michana wote. Mimi ndio nageuza 30 na juu yake. Leo huu moyo wangu imemshukuru Mungu. Nina furaha wakati Mungu amenileta mahali hapa. Nilikuwa nataka nipige simu lakini Roho Mtakatifu akanikataza. Yule ambaye anaenda kwa nyumba yao wacha kujisumbua na simu, wewe nenda tu. Nilitoka kwa boma yangu asubuhi. Nikamwambia dada, leo naenda Life Center. Nasema nikifika niwasalimu Bwana asifiwe. Nina furaha na Mungu ambaye ametuweka chini na mchana. Ninafurahia ushuhuda ambao nimesikia. Nikisikia wanarika wakitoa ushuhuda, nakumbuka mali nilitolewa. Nowara tayale kanisa kikinyasa saburo hadi kinyasa class. Mimi niliokoka na ninahubiri na kinyasa pale darasani. Jianya ni amabechaji mon malo maminyuri monyol kechkaya bomi ogundra Nowara. Watu wananitusi natembea nikikunywa chai na wale wamama ambao wamepata watoto, ninahisi njaa ndio maana natembea nao. Pokaiwaga ngi. Sijajuta. Na yale ambayo singeyaweza, Mungu wangu ameniwezeshea. Bado ninamtaka. Maana kila jambo ambao Mungu anaishusha mbele yangu na manikinika nikisema nini Bwana anataka. Asante mtoto wetu, maana Mungu wetu bado yuko. Maana mimi jambo ambalo ninajua na Mungu wetu. Huyo Mungu wetu anamkanyagia ukuta. Sasa mfano watu wamenisukuma nikafika mwisho. Leo mali nimefikia sitoki kama hujatenda. Kama Musa ambaye alikijaa akaisha kwa boma ya mumewe. Yule ambaye ananuka choo ya ng'ombe. Na anachunga ng'ombe. Ndiye Mungu anamchukua akawa mfalme akaenda kwa boma ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo Mungu wetu bado yuko hadi siku ya leo. Niko na jambo ambalo Mungu amenipatia ili niongee. Na kanisa napenda kufunza. Crusade tunahubiri kwa nguvu. Iko na jambo ambalo nataka nikupe ambayo imejikaza kidogo. Mungu ambariki mtumishi wake ambaye alimwanenea. Ili aweke madhabahu wale ambao wako na shida wapate mali ya usaidizi. Mungu aweza kawacha kitu kama jaona hali ya anga kama iko na shida. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Anakono watu madwa na som chakro
Niko na jambo ambalo nataka nisome kwa kitabu cha Mwanzo. Chakruok 37. Mwanzo 37. Enera wachno kende taita donjo weche mokandike statement tuwabulemo. Fungua tu hapo kisha nitatoa maneno mengine kisha tutaomba Mungu. Momba nito wacho niya. Hii agano yangu inasema Jakobo nomedo dak e piny Kanaan kumane wuon mare odakie. Jakobo aliishi mji wa Kanani mahali babake aliishi. Romayo wachijoka Jakobo. Na hili jambo ya watu wa Yakobo. Joseph ne enrawera majahigni 12. Yusufu alikuwa mtoto kijana miaka 12. Nonokonyo wetene. Alikuwa anasaidia wanduguye. Maya would Silpa gipilza. Ambao ni wa ndugu kutoka Silpa na Pilza. Mundu wuon mare. Ambao ni wake wa baba yake. Nokonyo gikwayo rombigidie. Alikuwa anasaidia kuchunga ng'ombe na kondoo. Nonyiso wuon mare gik maricho mane wetene gotimo. Alikuwa anaambia baba yake vitu babaya ambao manduguzie walikuwa wanafanya. Jakobo noero Joseph. Yakobo alimpenda Yusufu Moloyo wetege. zaidi ya mandugu zake wengine. Nikech nonyuole koseti. Maana alimpata ama alimzaa akiwa amezeeka. Notwangne kanzu mabade boyo. Ndiposa alishonewa kanzu mkono mrefu. Kane wetene mamoko oneno ni wuongi ohero Joseph moloyogi. Kama mandugu zake waliona baba yake anampenda Yusufu zaidi yao, negidoko mamon kode. Wakawa na chuki naye. Ndio negidagi wuoyo kode. Wakakataa kumongelesha. Timoro Joseph nolekole. Siku moja Yusufu akaota ndoto. Kane wetene wijo. Mandugu zake waliposikia, wakawa na chuki nao. Akawaambia ya kwamba, hebu msikie jambo ambalo niliota. Niliota kwamba tuko shambani sisi wote. Kama tulikuwa tunafunga ngano. Ambayo ile kifungo ambayo nilifunga ilitoka juu ikasimama imara. Na nyinyi vichwa vyenu ilizunguka yangu. Sasa wakainamia. Mandugu zake wakamjibu wakimuuliza, unafikiria siku moja utakuwa mfalme wetu ili utufanyie kazi? Wakawa tuna chuki naye. Amen. Amen. Angiluonga ne Japheth Anyumba. Mimi kwa majina naitwa Japheth Anyumba. Arawet Kano Kubura. Natoka Kano Kabura. Edot Martin ne Kabuto. Lango ambayo inaitwa Kabuto. Yesu Kristo ndio warmarichunya. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Imomya hero Yesu no. Jambo ambalo ninampenda huyo Yesu. Injili okwabire moa. Injili atujakuja kwa furaha. Okwa para kunde mugolo watu wafwenye ni Yesu ejacha. Mali ambao tumetolewa tukagundua Yesu ndiye mponyi. Anmabuyo kani pesa neni dalawa. Mimi ambao ninaongea pesa ilikuwa kwa baba yetu. Gorabene ngamumeo. Baba yangu pia alikuwa na mali. Monbendo kendo masomo. Wake pia ameoa ambao wamesoma. Guraneri mbumili Mombasa kadi Amerika. Baba yangu alikuendesha meli kutoka Mombasa kwenda Amerikani. Odak mtungwe Mombasa dala jonebi. Naishi Lutolwe pale Mombasa. Teach no miye bunde muri turego. Kazini alipewa bunduki ya kuwa kama silaha ya kujilinda. Ndalo mora nyalo paro. Wakati mwingine naweza kumbuka. Nengi guok mar grade mano chako usiepne moro ni George Bush. Alikuwa na umbwa ya kigredi ambayo alimtaja baada ya George Bush. Guogno ne okugiyo chiende madalawa. Hiyo umbwa haikujali mapepo ya kutoka kwetu. Bunde neno ne okogogo chiende madala. Hiyo bunduki pia akuachilia kupiga nao mapepo ya kwetu. Nenda boto watch Martin badwana watch. Ushuhuda yangu ni ndefu lakini jambo kwa ufupi ambalo nataka kuambia. Imanombe na malate. Jambo ambalo nilifanya kawa uchungu. Na ukiita kagunwa giso mama wa. Nilisikia na masikio yangu kama baba yangu anaambia mamangu. Akani kan pudi ni sito nikijomwati yogo bilo neno nija mkonyolo pudi. Nataka uchukue huyu mlemavu wako kiwete ukamuweke kwa store, maana wale ambao tunafanya nayo kazi wataona nimemzaa mlemavu. Akagunwa ngama kinyo ko watch mono.
jinsi baba yangu alikuwa mkali aseme jambo na kurudia, nikachukuliwa nikawekwa kwenye store. Na huyu hapa amenisimamisha hapa, nataka nimhubiri ama nifundishe. Akaleta watumishi wawili siku ya Jumapili ka siku ya leo saa ya saa 9. Nikasikia wakiuliza nikiwa kwa store, je, mzee una shida ambayo tunaweza kukuomba Mungu? Aliwajibu na kizungu kama yule ambaye anaishi Amerika. Ya kwamba sina shida maana nilitoka Amerikani jana. Anatoa kizungu lakini mimi nimeshikwa na shetani. Mimi ndiye nilipasa sauti kama mfungwa. Nikasikia watu wakisema toa yule ambaye ananena tukutane naye. Wakati nilitolewa kwa sitoma mali nilikuwa nikapata macho imegeuka maana nimeharibu rotuba yake. Maana wageni wako tayari kuingia, nataka kuaibisha watu. Nikaanza kuombea wakati huo. Mimi vita ambazo zilifanyika sijui kutoa ushuhuda. Jambo ambalo ninajua ilifika saa 11 nikapoteza fahamu. Ikifika Jumatatu saa 3 nikastukia niko na miguu yangu naweza tembea. Jambo ambalo niliona nikipewa ni Biblia. Na sikuokoka lakini niliponywa. Uponyi na wokovu ni tofauti. Niliweka miaka mengine niposa nikakutana na wokovu. Na hiyo wokovu wakati nilikutana naye, nikakutana na wokovu nimebeba kamba naenda kujitia kitanzi. Maana baba yangu ana pesa na amekataa kunisomesha. Nikashtukia wanahubiri pale kwenye miwa, wakihubiri wale ambao wamejibeba mazito na mizigo. Nasikia sauti nisema mali huko kama unatamani kujitia kitanzi. Huyo nasikia unampenda. Na hapo mali niliwekwa kwa sitoo. Hata madugu zangu walipelekwa Amerikani wasome. Na watoto wetu ambao watu wanamthamini, siku ya leo wamelala chini ya michana wote. Mimi ndio nageuza 30 na juu yake. Na yule mlemavu ambao watu wanashida kuweka, ndiposa amebaki akihubiri Yesu ulimwengu. Kiwete naweza panda ndege. Yule ambaye tunamhubiri ako na mikono na miguu. Wacha yule ambaye akutusi akutukana. Sema mimi. Kama bado kutukana Yesu akuti. Yesu akuti. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Hakuna mamlaka juu ya shetani. Hata shetani apende asipende. Yesu akisema enda, hakuna mamlaka ambayo anakataa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mada ambayo nataka nifundishe ama nihubiri ni ufunuo. Nilikuwa nataka niende kwa upole kidogo. Apako Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Apako Yesu. Asifu Yesu. Nikianza kuhubiri mwaka wa 78 kama mtoto.
Bado sijajuta mpaka siku ya leo. Nojara ni puto, gedi puto, nonyol puto noke. Walisema kiwete atazaa, ataoa, atajenga nyumba. Kikmano yale kama Nyasaye ndio amote ukeno. Yale yote ambayo nilitusi nayo ndio Mungu akaleta yote. Sikijali gimoro. Ukienda dini yako anakudhaiki na jambo. Nyasaye ukitete mondo taji kwa baya munege yule. Mungu amemuweka kuwa yule ya kulinda vitu mazuri ambayo unataka. Fwenyeruok enango. Kugundua ama funuo ni nini? Kendo gimomiyo lwenyi boyi. Kwa sababu gani shida vita inakupiga? Maana shetani ameona mali unaenda maono yako. Ukiona unapita, si ya kwamba wewe ni mbaya, maono yako inamkwaza shetani. Yule ambaye maono lazima awe na shida. Huyu ndugu yangu akasema jambo ambalo limemenakika. Ya kwamba ukifanya jambo ambalo haifanya kile. Ngoja hata wale mapepo walikufa kama hawajafanya. Kwa sababu tunaye Yesu. Yale ni shida babu yangu na sina nikaifanya. Haleluya. Hata kama wakweli waliishi kwa shida. Ni hao waliteseka, mimi sijateseka. Hata leo hapo tuko hapa. Ende tuko ofisi nyingine na mamlaka. Mwambie mfalme hapa ndio unastahili. Kama unataka biashara hebu kachagua kwa mwambie mfalme hapa ndio inanistamili. Una mamlaka ya kufanya hivyo. Hello. Ikini samuri some kala mjino kusome kaka na minone nacho. Unajua saa zingine unasoma kwa bongo ambao watu wasome jinsi ubitangu walisema. Chunje ngonyako gura malo nyaka pesa mone bisombo te moni feel kaka negifi. Hali hiyo yanaweza inuka ili wakafunga fedha ili pewe waanguke jinsi ambao walivyoanguka. Hiyo utachunji gokelo kimoro nyako timesi school kaka kone kama mtie to ine miwacho ne timo to ino kitimo. Unapata hayo mioyo mtu anafanya hiyo kitu shuleni ama chuo kikuu mali huko na anasema ni wewe ndio umefanya na sio wewe. Yakobo akazaa watoto. Joseph Awuok powerful. Na Yusufu akatoka mkuu. Kumaanisha Mungu aweke vitu sawa ndani ya kila mmoja. Mnaweza zaliwa wengi, lakini amweki katika kiwango kimoja. Yule anaona lazima kuwe kwa hiyo boma. Yule ambaye amebeba maono lazima awe katikati ya watu. Baba ya Yakobo aliyekuwa na maono ni Yusufu. Usikubali mtu akudharau kwamba wewe ni mdogo. Ukishaokoka na umeokolewa, hata ukiwa msichana, usikubali mtu akwambie umeokoka na wewe ni msichana. Kama mtu anakudharau wewe ni msichana tu. Injili imehubiriwa mlangoni na mani na binti. Kama anashindwa na ukoma, binti wa Israeli aliyokoma, anasema bibi mfalme huyo amekufa nyumbani. Kuna mtu anaitwa Elisha. Kuna mtu akuwe na maono. Amen. Maono ya maisha yako ni nini? Hello. What is your vision? Ni nini ndio maono yako? Wacha nikwambie. Kiero makuship visionless people, you will be more than a visionless person than them. Ukipenda kwa rafiki na wale wasio na maono, utakuwa zaidi ya wale wasio na maono. Lazima anza kukuwa na maono na maisha yako. Hata kama wewe ni msichana unaanza kusema mimi nikioleka sitaoleka na mlevi yule wa kuvuta bangi, lazima unipatie wa darasa la kiwango langu. Your friends will tell us who you are. Rafiki yako watatuonyesha wewe ni mtu aina gani. Wale watu wanaambia Yusufu ya kwamba unafikiria siku moja takuwa kiongozi wewe.
kumkaribisha Yesu. Mbona umekubali wale ambao umewashinda wanakutukana? Na niligundua jambo fulani. Kama sehemu ya 3/4 wale wa maskini ndio marafiki zake. Alafu robo ndio wanakuwa tajiri. Utakuwa maskini zaidi yao. Ya pili, kama wale ambao washinda wana wako 3/4 na wale ambao wamekushinda ni robo. Wewe watu watakushinda zaidi ya wale ambao wameshinda. Sasa nikakataa nikasema nataka kuwa rafiki wale ambao wamenishinda. Nishika mikono nikafika mahali wamefika. Sasa watakuwa yule ambaye ameokoka ama babega inakaa hivi. Maana rafiki yako unawashinda unawatafuta. Kuwa yule ambaye ameokoka mikono yake iko juu. Mwambie ndogo ni yaani nieleze jinsi ambavyo umefika. Huyo ni mtu ambaye ana maono. Wakati mwingine nikaingia kwa boma ya diwani mwingine. Nikapata baba yangu alikufa hata kama hajaweka umeme kwa boma. Yule tajiri ambaye atakujenga nyumba ya mtofali. Nikaenda kuongea na poli ya sitima. Nikamuuliza na kuuliza poli. Muuliza nini? Leo natoka kwa hii kutano. Nipata mmefika kwa mwenye. Imani kuwa na ya kuwa ndicho iko. Yes. Hello. Kawuno sitima ni dala. Leo sitima iko kwa mama yangu. Huyo ni rafiki yangu huyo. Wechari. Wacha kujidunisha. Mama wacha kulia. Mungu wetu ambaye yuko ana vyote. Utukufu mrudie. Mungu wetu ndiye mmiliki wa vyote. Wale ambao walidharauliwa ndio wanapigiwa shaluti. Unafikiria siku moja utakuwa kiongozi wetu? Na Jehova akaleta njaa. Mbona kila mara njaa ndiye Mungu anafanyia kazi? Kwanza ikiandikwa bao life. Kuja bao life kwa nyumbani mwetu. Msalaba ndio na hai lazima ikue kwa boma yetu. Kama walio wafu wanalia. Unaona maono ya gari ambayo unaendesha. Sikusitue kuwa nitapeza. Ambia hiyo mapepo waliokufa pasipo kuendesha gari. Hili gari Piga Yesu. Kweli mimi nisema lakini anaanza kusema ningekuwa nayo. Kama uko hapa kanisani ukafanya jambo. Kukuja kwamba hapa hii lango ya sindo hii mlango. Hatutaki kuomba na wale wa shida. Amen. Mkutano. Yule masikini anauliza hiyo ni nini matumbo? Nipe nikule nikufe. Hiyo ni nini kuku? Nipatie nikule. Leo tunachana na vitu ambavyo shetani anatutesa. Ama wewe utaki kuwa landlord. Utafungiwa mlango mpaka siku gani? Hata kama bado unasoma. Wewe sio wa kwanza kwenda chuo kikuu. Yesu ambaye tunamhubiri alienda chuo kikuu. Wakati alitoka campus.
wayalo jama namba 1. Tunamhubiri yule nambari 1. Koro kiyiye ng'ato chai. Sasa usikubali mtu akudharau. Waguok nyime nyithindwa manyiri. Wacha